Kadiri unavyojieleza zaidi, ndivyo unavyoonekana dhaifu zaidi. Sio kwa sababu maelezo yako ni mabaya, bali kwa sababu hitaji la kujieleza sana linatuma ujumbe ambao hata hutambui, na watu wanaugundua mara moja. Huu ndio ukweli. Watu wenye nguvu hawana haraka ya kuhalalisha maamuzi yao. Hawahitaji kueleweka na kila mtu. Wanaamua, wanachukua hatua, wanasonga mbele. Lakini watu wengi wanaeleza na kueleza na kueleza, wakitarajia kukubaliwa, kuthibitishwa au kuungwa mkono. Na hapo ndipo wanapopoteza heshima. Usiogope. Katika video hii tutaangalia kwa kina ni kwa nini hupaswi kujieleza kupita kiasi, na ni nini hasa kinachoashiriwa unapofanya hivyo. Namba 1. Kujieleza mara nyingi ni hitaji la ndani la kukubaliwa. Fikiria mara ya mwisho ulipojieleza kupita kiasi. Ilikuwa kweli kwa ajili ya kufafanua, au ulikuwa unatumaini mtu aseme, "Ndiyo, hiyo inaeleweka"? Hicho ni kibali. Na mara tu unapoanza kukitafuta, unabadilisha mizani ya nguvu. Sasa si tena kuhusu kile unachoamini, ni kuhusu jinsi wao wanavyoitikia. Unaweza kubadilisha maneno yako. Unapunguza ukali wa sauti yako. Unaongeza sababu zaidi ili ionekane na kubalika. Bila kujua, umewaweka juu yako. Kwa sababu sasa wao ni waamuzi, na wewe ndio unayetaka kupita. Watu wanaojiamini hawafanyi hivyo. Hawahitaji kuidhinishwa ili kusimama kwenye maamuzi yao. Wanajiamini vya kutosha kusimama peke yao, hata kama hakuna anayewashangilia. Na ajabu ni kwamba hapo ndipo wanapata heshima. Namba 2. Kujieleza kupita kiasi kuna kufanya uonekane huna uhakika. Kuna tofauti kati ya kueleza mara moja na kueleza tena na tena. Moja ni mawasiliano, nyingine ni kuonyesha kutokujiamini. Mtu mwenye uhakika, maneno yake ni rahisi. Nafanya hivi, sikubaliani, hiyo sio yangu. Fupi, wazi, imeisha. Lakini mtu anapoendelea kuongeza maelezo, kujaribu kufunika kila upande, haionekani kama akili kubwa. Inaonekana kama kusita. Kama anajaribu kujithibitisha mwenyewe zaidi ya kumshawishi mwingine. Sikiliza. Kujiamini sio maelezo marefu. Kujiamini ni kuwa sawa hata kama hueleweki kikamilifu. Unapojiamini, huna haja ya kujitetea. Unasema mara moja na unaacha hivyo. Namba 3. Kujielezea unapoweka mipaka kunadhoofisha mipaka hiyo. Hapa ndipo watu wengi wanashindwa. Kusema hapana. Sio tu kusema, bali kuiacha hivyo. Kwa sababu nini hutokea mara nyingi? Unasema hapana, alafu unaanza kueleza kwa nini. Siwezi kwa sababu nimechoka. Nina mambo mengi. Labda wakati mwingine. Unaanza kujenga hoja. Kwa nini? Kwa sababu unaogopa kwamba hapana pekee haitoshi. Lakini kila sentensi unayoongeza inapunguza nguvu ya mipaka yako. Inageuza uamuzi kuwa mjadala. Na mara tu inapokuwa mjadala, watu wanahisi wana nafasi ya kubadilisha mawazo yako. Wanakusukuma, wanakuhoji, wanajaribu kukubadilisha. Lakini mipaka imara, sipo tayari, siwezi kufanya hivyo. Hakuna maelezo ya ziada, hakuna kulainisha. Hiyo ndio inayoheshimiwa. Huenda wasipende, lakini wataelewa kuwa haibadiliki. Namba 4. Unapojielezea zaidi, unajifanya kuwa rahisi kudhibitiwa. Kila unachosema kama maelezo ni taarifa.
na taarifa inaweza kutumika. Fikiria, unaeleza kwa nini umefanya uamuzi. Unaeleza hisia zako. Unaeleza mantiki yako kwa kina. Sasa mtu mwingine ana nyenzo. Anaweza kuhoji, kugeuza, kupinga. Hiyo haina maana. Unafikiria sana. Ungeweza kufanya tofauti. Na ghafla, unajitetea juu ya kujitetea kwako. Umenaswa. Hivi ndivyo udhibiti unavyofanya kazi. Sio kwa nguvu, bali kwa mazungumzo yanayozunguka bila mwisho. Lakini usipojielezea kupita kiasi, hakuna cha kushika. Ni uamuzi tu ulio wazi. Na uamuzi ulio wazi ni mgumu kuchezewa. Namba 5. Ukimya na siri huleta uwepo wa nguvu. Kuna kitu cha tofauti kwa watu wasiojieleza sana. Hawakimbilii kujaza ukimya. Hawaingiwi na hofu wanapoujiwa. Wanabaki watulivu, imara. Na hiyo inaleta uzito fulani. Kwa sababu haujaribu kudhibiti jinsi watu wanavyokuona. Unakuwa mgumu kusomeka. Na hiyo sio udhaifu. Huo ni uwepo. Sikiliza. Unapoacha kujieleza kupita kiasi, kila kitu kinabadilika. Watu wanaanza kukuzingatia zaidi. Wanakutazama kwa makini. Wanafikiria kuhusu maneno yako kwa muda mrefu. Kwa sababu huwapi kila kitu. Huwazidishii maelezo. Unaacha matendo na maamuzi yako yazungumze. Na kujizuia huko ni nadra. Na vitu vilivyo nadra vina thamani. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.